Lakini Bwana ananiambia siku ya leo, wakati ambapo Samueli alipofika akamwambia na kumtolea Bwana dhabihu. Leo nataka nikwambie siku hii, wakati Mungu alipomwambia Samueli, mpaka lini utamulilia Sauli? Kuna vitu naomba zitafanyika, na kuna mambo na yatabiri itafanyika. Anza kuamini yake kwa Mungu. Anza kuamini leo. Kuna vitu ambao natabiri zitafanyika. Alipoteremka sasa, angalia, huyu ni Sauli. Sauli amemuuliza Samueli, unaenda wapi? Akamwambia naenda kumtolea Bwana dhabihu. Akamwacha akaenda, akateremka na namba yake, akafika kwa nyumba ya Yese, akasema wote wakuje. Akakuja mmoja anabeba jima, akasema sio huyo. Akakuja mwingine kinono polisi, akasema sio huyo. Akakuja mwingine akikushika utakufa, akasema sio huyo. Akakuja mwingine kiponge, akasema sio huyo. Akakuja mwingine mlima, akasema sio huyo. Akakuja mwingine mrefu, akasema sio huyo. Akakuja mwingine katunwa, akasema no. Akauliza wameisha? Kaambiwa wote wameisha. Wameisha kabisa. Wote wameisha. Wala akashuka akamwambia, lakini kuna kamoja ni kadogo, hata akana amani. Ni kama mtoto kadogo. Akamwambia, mlete huyo nimuone. Kai mtu aliyekuwa kwenye malisho alitolewa kwenye malisho, akawa mtu wa ajabu. Mtu aliyekuwa kwenye ng'ombe akawa mtu wa ajabu. Hapo ndipo nakwambia leo, yule mtu wa maajabu ndio huyo amekuja. Samueli ndio huyo, naye akaambiwa ni huyu. Akasema hey, sauti ikatoka mbinguni. Bwana akamwambia, usiangalie sura, usiangalie mwili, angalia kwenye roho. Watu wa mahali hapa, angalia kwenye roho. Utolewe roho ya umasikini, utolewe roho ya mahangaiko. Hiyo roho yako Mungu anaitaka. Ingekuwa mtu wako na roho ya piga Yesu makofi. Ninajua siku ya leo, haijalishi ni miaka mingapi umetembea makanisani, lakini injili ya leo ina gharama. Injili ya leo ina maneno. Injili ya leo ina vita. Injili ya leo utatuziwa. Kama mwanangu nahubiri hujawahi tuziwa, bado hujafika. Ukiona unatuziwa, neema iko juu yako. Mwana atakaye kuua na kukumaliza ni rafiki wa karibu na wewe. Rafiki wa karibu na wewe. Utakapoona naongea na adui, ni ukweli ni kwamba nimeona kweli anahubiri akona roho ya Mungu. Mungu ambariki sana. Asante sana. Yeah, is my classmate. Apart from my classmates, is a true friend. Gari ya moshi tunapanda hivi tukarudi nyuma. Hapa turudi hivi nione wenye gari. Wenye tuliana tukasema kuna kakwaje hivi. Ni kama ikanarusha hivi. Akasimamisha pikipiki hapo. Hatuko wawili kwa msitu. Akaniambia, "Ngoja hapa nikojoe na kuja nikupeleke." Sikuwa mkaribia, akwambele yangu tumebebana kwa pikipiki lakini tuka distance. Nasha kuniambia karibia pikipiki yache kutaruka. Bien sawa. Sikaribi. Venye sasa alisimamisha pikipiki na mimi nikaruka. Venye niliruka, nikamwambia naenda hivi kwenye nitapata kusaidizi. Nikienda na barabara hakuna manyumba. Nyumba yenye unaona iko mbali, sasa ni light tunaziona hivi bako mbali. Nikapatana na mzee mwingine, kalikuwa kamelewa na miguu nikakona bila kwa mdomo na mambo karibu 10. Sasa ukiangalia ni kama ameweka visu. Kamuuliza dada, sio jamaa. Nimwambia nipeleke hoteli na instead ya na venye inafaa wakaingia kwa msitu kafika hapa. Ananiambia huyu anataka kumaliza. Sasa wewe unataka kusaidiaje? Ngombe nipeleke kwa ile nyumba. Nikifika hapo nitapata usaidizi. Kaniambia aje? Huyu jamaa ananifuata na pikipiki akakuja mbio akasimamisha akaambia mzee hapana. Namwambia ngoja nipeleke, acha nipeleke. Hapana nikupeleke. Kamwangalia hivi utaenda hadi huko. Kaanza kutenda na kurudisha tika tu anamwambia twende mpaka mahali utanieka. Mimi ndo jinga tu nikapanda tena kwa ile pikipiki. Turudi sasa, tunarudi na tika. Instead of tika tawa, si asubuhi nimeambia Mungu nisaidie, isikute. Instead ya tika tawa, tukapika kwa na. Sasa tuliingililia kutokeleza kwa highway. Hapo ni kwa Jomoko. Wenye wanajua huko hapo ni kwa West Tuku.
unaweza pita kupiga geta ama ufaulu tu picha. Wakupige, wakunyang'anye vitu. Kama nilifika hapo, kulikuwa na kiwanja kama ka forest. Na hiyo saa kuna kiwanja hiki kikubwa cha mawe tu, huwezi kimbia, kuna pikipiki inaweza pita. Sasa nikabarabara tu hivi anafuata, akasimamisha. Mimi nikaruka tena. Sasa venye kabla asimamisha ananiambia, "Nitakufanya kitu chenye hata hujaifanywa na mama yako." Mambo itafanya aje? Mimi utaona tu nyamaza. Na sitaki pesa yako, nikamwambia ni sawa. Kufika hapo sasa venye alisimamisha na mimi nikaruka. Kuruka hakuna barabara, ni mawe tu unakimbia. Sasa niliamua hata nilikute, nilikuwa nakimbia nikianguka. Naamka tena naenda nikapoteza funguo chakula zote hapa. Nilikuwa nimeamua nilikuwa nani? Venye nilikuwa naanguka na gonga na mawe, nilikuwa nimeumia. Napata ninatoa madamu hivi. Venye nilikimbia nikaona hata nipige kwa namba kwa ile petrol station. Kabla nifike hapo jamaa amefuata kabarabara ndio sasa nikielezea kwa nini aliyopata kipele kisipite hivi. Sasa mimi nikaona sasa huyu atanikamata. Nikafika kwa gari barabara ya kwanza ndio highway. Sasa hapo kifuka highway kuna kiko hapo. Mimi sasa nikasimama hapo, sioni magari zinapita. Jamaa anazunguka na gari aliyopata kipele nisi cross. Mimi nikaruka highway. Magari zinapita, nikaruka highway. Sasa wenye hayo unajua magari zina speed. Kusimama hapo nikasimamisha roli. Roli kwa speed yesi simama. Kumbe kuna jamaa huko mwisho. Bado maroli zinafuatana. Roli ya mchanga. Alishaniona anakimbizwa na huyu jamaa na pikipiki. Jamaa amepita kaona venye nimefika sasa aisi cross. Kwa sasa pande hivi aingia kuja highway. Kitambo afike highway, hiyo gari nayo ikafika ikasimama na nikapanda. Sasa venye aliniambia panda mbio nikapanda. Sasa kujua tena kinanikuta mbona tu nifike Weteke. Venye nilipanda kwa jamaa akaniambia akaanza kuniuliza mani mzee hivi, nikaniuliza nikamwelezea iko hivi na hivi. Naambia sasa hapo watu upelekwa hapo, uliwa hapo, wasichana wanatumika vibaya hapo. Yaani wanatolea sacrifice hapo. Sasa wewe kana kumbe jamaa anatufuata na pikipiki yake. Kufika Weteke stage, nikashuka highway. Kusimama sasa si magari side nyingine zinapita. Kushuka nikamwambia, "Huyu jamaa ndio yule bado ananifuata." Akaniambia nitasimamisha hii roli mpaka ufuke. Venye sasa aliona huyu jamaa amesimamisha roli, naye akasimamisha pikipiki kama distance. Venye niliruka hivi, sasa nifuke hii, nipande hiyo kwa flyover niruke kwa watu. Kuna gari kanakuja mbio karibu nigongwe. Nikastep hivi nikarudi back. Nikaona gari sasa ikapita. Venye ilipita nikaenda mbio. Nikaingia kwa watu hivi vichorochoro nikafika kwa nyumba. Nipata jamaa amekaa hivi. Sasa nilikuwa naambia aje Mungu yupo. Nikamwambia ukiacha huyu jamaa ameoa wengi. Mimi nikiwa mshuhuda kwa kanisa yangu. Wasichana wengi hapa wanajijua. Si hapa kwangu ni hao wawili. Ndadi anaongea na ukweli. Mimi hiyo spirit nilikuwa na, lakini ndadi anaendelea na kuniombea kabisa. Hata amewaambia kila time. Huyu nilitoa ICU, job. Sasa hata wawili, hata niliambia James wewe. Tutakosana kitu moja. Mimi nikinyamaza niko hospitali. Ula alikuwa na spinal cord. Hii tabia ya kujipeleka hospitali ndio inakuzumbua peke yake. Kama huyu nilitoa ICU. Ukikuja hapa Mama Lucy ndio nimetoa. Hizi zote hawa si wametoka Kenyatta. Hii ni wapi? Hii ni wapi? Kenyatta, mahali mnaheshimu, si ni kweli? Waganga wakubwa. Hii ni wapi? Hii ni wapi? Si ndio wale huko? Si wengine ndio hapa mbele? Hii sasa sijui ni wapi? Hii ni wapi? Siko Israeli ndani. Hii ni wapi? Sasa mpaka Amerika wanaletanga hapa. Uliona yule mama alipanda ndege kutoka Amerika. Nikamwombea alipopona alirudi Amerika. Sasa wewe kama mtu anaona kwa TV anatoka Amerika anakuja hapa. Wewe utatoka saa ngapi Kisii ama utoke Nyamache ama utoke Kitui uje usaidike. Kazi yako ni mshene. Mimi waje nikwambie ukiniharibia jina
huyu atatengeneza maana nilimponya. Hata wana ubaya wangu. Namba 2, kinimaliza kuniharibu, huyu atatengeneza maana nilimtoa ICU. ICU. Huyo John hapa. Job. Huyu jamaa juzi akinipata aliniambia poso. Mimi hata wanadamu wakiongea ile naongea ni sawa, lakini nani amekutuma? Mimi ukweli kabisa, kama mke wako alikuwa anakufa siku ngapi? Can you tell them the truth? People to understand who is God. James wewe kuja. Mimi makuumi yangu nitakutembea hata kama umezeeka, mimi nitakuonyesha adabu. Mimi nastuka ananiambia niko mama harusi. Mahali nilitoa huyu. Niko mama harusi naendelea kupimwa. Nauliza Mungu. Huyu sasa ananisikia kweli vile namwambia. Hata ni mgongo. Yule sasa akoko ni spinal cord. Na vitu vyake ndio hivi. Na nilimponya kutoka the way from Kenyatta na akapona kabisa. Na sasa hivi anafanya kazi hapo. Hata kama watanichukia, sina haja. Huyu uliona akiniambiaga mguu, nikangalana wao. Sasa naona wanadansi hapa. Nataka unitafutie wimbo unasema ngai timu ndo. Dakika 15. Ndio nitaambia hao. Hiyo wimbo si ati ya kitu kingine. Mungu si mwanadamu. Haleluya. Maondo manga ni maondo manga hii. Maondo masetani ni masetani. Haleluya. Ni utonga mobia. Yeah? You can't even thank God for what he has done to you. John, you cannot thank God what he has done for you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Majina ni John Mutieko na wanijui. Yeye ndiye bibi yangu. Bibi yangu amekuwa na shida tulioana 2020 na kutoka 2020 amekuwa na shida. Kila mwaka kuanzia 2020 amekuwa akienda hospitali mara 3. Na wakati anaenda hospitali nikiletewa bili ya hospitali hakuna wakati bili imewahi kuwa chini ya 1100. Amekuwa na shida ya conversions. Ukienda hospitali akipimwa shida haionekani, lakini wanasema kuna conversions. Amepigwa picha za kichwa, kifua, tumbo, kila mahali. Mpaka maji yametolewa kwa mgongo, shida haionekani. Lakini wakati tulikuja kwa kanisa, apostol aliniambia ile siku atawahi pata na hiyo shida nikiwa kwa nyumba, tusiende hospitali. Nimpigie simu akuje kwa nyumba. Na hivyo ndio ilifanyika. Shida ilikuja ikampata, tulikula tu vizuri. Wakati tumemaliza kukula anatandika kitanda tulale. Akaanguka chini. Na mimi nikachukua simu nikapigia apostol. Apostol alikuja na Pastor Livingstone na pastor wa vijana. Wakati walikuja hakushindia kung'ang'ana ati kuomba. Alimwekelea mkono kwa kichwa akamwambia mtoto amka. Na akaamka. Kutoka ile siku akakuwa sawa. Hii paroi iko hapa ya Machakos, alikuwa ameenda amepima Machakos, akaambiwa chips zake pande zote mbili zimebloka, hawezi pata mtoto. Watu nyumbani wakaanza kuniuliza, wewe utakaa aje na bibi mwenye hawezi pata mtoto? Si umuache uende uoe msichana mwingine. Nikawaambia kama tulipata mtoto wa kwanza, hata wa pili tutapata. Juu huyo wa kwanza mahali alipita, itakuwaje njia imeblock na mtoto wa kwanza alipita. Tukakuja ikasemekana apelekwe St. Mary's, aende akafanyiwa operation ya tubes. Wakati alifika St. Mary's, ile shida ya conversion ikampata. Madaktari wakasema hawezi fanyiwa upasuaji na ako na conversions. Akakaa hapo mwezi mzima. Hapo bili nikaletewa bili mpaka hata mimi mwenyewe nikashindwa nitafanya nini. Watu wa nyumbani wakaanza kunitoroka. Wakati tulitoka hapo wakakuwa hata hawezi tembea. Nilimpeleka nyumbani na mbeba kwa mgongo. Alikuwa anatembea na kijiti kama mama mzee. Lakini mimi namchukua na mbeba kwa mgongo na mpeleka, tunaenda tunakula na mbeba tena mrudisha kwa nyumba yangu. Nimehangaika na yeye tangu tuoane. Lakini apostol amekuja amemponya. Watu wengine wameanza kuongea. Kwani watu wanapenda haki? Thank you, Jesus. Oh, walaita execution gently. Eli mwanadamu aongee. Eli uongee lakini wewe hauna nafasi hata kwa nyumba yake hata siku moja. Aliye na nafasi ni Mungu na Yesu na yeye na Apostle Geoffrey.